Yes, welcome DBTech. Leo naletea mafundisho ya Microsoft Access as a database. Nitatumia kama mfano hii hapa ya Mbagala registration, ambapo kwa mfano ukifungua tunaona ilivyo kwamba hapa user anaweza ukamcommand kwamba ikifunguka kwa mara ya kwanza aweze kuingiza username na password, lakini kama anahitaji kujisajili unaweza kumwekea kama hapa inasema sign up now. Kama you don't have an account, akibonyeza hapa basi inampeleka kwingine ambapo anaweza akaingiza details, akaweka picha hapa. Kwa mfano anaweza akatafuta picha yoyote ya picha, mfano akaweka hata hii hapa tunaona inabadilika hapa. Anaweza akajisajili, tutumie labda AA password tutumie 123 hapa 123. Mfano ukiweka hapa 123 hapa 123 inakataa, nakwambia confirm password. Ni kwa nini hivi inakuwa not match? Hizi zote ni kodi ambazo tutatumia pia hizo kodi za Visual Basic. Tunataka tufanye hii kama case study ambapo tutatengeneza from the beginning. Tukisave hapa inaona inakubali na inakuleta hapa ambapo tunaweza tukaingiza hizo credentials, kwa mfano AA 123. Kibonyeza login basi inafunguka login na tunaona tayari imeingia, ambapo hapa unaweza kuwa na hizi menu, kwa mfano student, ambapo tutaona hii table au hii form ambayo ina hizi orodha ya wanafunzi, ambapo sasa waweza kuweka report kwamba akisha report, mfano hii ilikuwa akisha report anakuja hapa ambao ilikuwa ni system ya registration kwa form 1 au kwa wanafunzi, ambapo wanavyokuwa na report basi inakuwa inawapa hizo details, lakini kwa inawapa report mbalimbali pamoja na vitambulisho. Anaweza ukaweka kwa mfano ukiweka picha, mfano ile tubadilisha picha hiyo kwanza, tunaona tayari vitambulisho alikuwa hana jina hapa, huyu wengine wana majina. Vitambulisho unaona tayari vinakuwepo, ambavyo kwa page ya A4 vilikuwa vinatoka vinne, na unaweza ukavidesign namna unavyotaka wewe, au ukaona utupe kazi pia inapendeza. Kwa tukidizanie huo unatoa vitambulisho ambavyo ni sweet na ni vizuri, lakini vinatumia gharama nafuu. Ni just wewe kuprint, na kama una printer zile za episode basi una print hapo shuleni unawapa. Ile gharama ungemtafuta designer na nini, unaepusha gharama hizo, na hizi ni just kuprint once for once, una print zote kama tunavyoona. Sasa tutatumia hii kama case study, ambapo tunaona hapo unaweza ukaweka logo na nini. Tutaifanya hii kuanzia from the beginning up to end. Hii tunatumia ni Microsoft Access ambayo tumetumia hapa kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Tutatumia Microsoft Access, ambayo tukiangalia hapa design view tunaona kuna hizo table na nini ambavyo vyote tutaviona. Mimi nitaikata, nitaanza na mwanzo sasa, kwa maana ya somo la kwanza la Microsoft Access. Microsoft Access ni moja ya package ya Microsoft Office, ambao kuna Excel, kuna Word, kuna Publish, pia kuna hiyo Microsoft Access ambayo yenyewe term as a database. Unaipataje? Ukiwa hapa kwenye nani, unaweza ukabo right click kasa yako, utaona ukija hapa new, unaweza ukaona Microsoft Access database. Hapa unaweza ukafungua hapa, au kasearch hapa sehemu ya kusearch ukaandika Access nayo pia itakuja kama tayari unakuwa umeinstall kwenye ile package ya Microsoft Access, Microsoft Office na yenyewe ipo. Ukifungua mwanzo kabisa tutaona ina hii design view. Tukiangalia muonekano ina hii black database, lakini kuna hizi za mfano ambazo ni za online ziko. Kwa mfano unaweza ukafungua uka study ukiwa online, ukafungua mojawapo hapo. Lakini pia sisi kwa structure ambayo tunaanza na blank mpya ambao ni new. Unaweza ukaja new then ukaja blank hapa, blank ambayo inakuhitaji uisave then uiweke wapi. Kwa mfano mimi hii nitaandika hapa registration au student registration. Hii yangu inaitwa student kama mfano registration, student naiweka wapi hapa? Ninaweza kuchagua mahala ambapo naiweka, labda hapa kwenye desktop tu student Ukishabonyeza hapa basi una create. Ukibonyeza create inafunguka. Huu muonekano hapa mwanzo hapa kwenye table view hapa inaonekana hapa ni view, ambapo hapa kwenye view
tutakuwa tunaona tuna table, tuna design view. Tutakuwa tuna design view ambao ndio muonekano unaonekana hapa, ambao muonekano huu ambao unaweza ukadesign au ukaona huu wa view muonekano, I mean design, kwamba unataka ufanyaje, ufanye utengeneze, uidesign. Yes, unaweza mimi nikaikata. Sasa hapa tukija tukiangalia hapa mfano nilikuwa niko hapa, tukiangalia hapa tuna home, ambao home tukiangalia structure zake za Microsoft nyingi zinafanana hizi za home kwa maana muonekano, lakini pia ukija hapa kwenye create, ndio hapo unaweza uka create, ambapo tutaona unaweza create table, tuna create queries, form, report. Microsoft Access yenyewe imekuwa created kwa designed kwa table. Table ni kama package ya mfano kihifadhio, kwamba ni package ya kuhifadhia. Kwa mfano una data table, una database ya wanafunzi ambazo utakuwa kuna table ya klasi, table mfano tu, table ya parent ambazo zitakuwa zina relation. Sasa hiyo relation ambayo tunaita ndio tunaita queries, ambapo unaweza ukawatengeneza relation, uhusiano, kwamba mwanafunzi huyo anasoma darasa gani, ni table nyingine ya class. Ana labda mfano yeye anasoma masomo gani, table nyingine ya subject. Kwa namna hiyo unaweza kuwa na table ambazo zinakuwa zina uhusiano. Hiyo ndio inaitwa database. Database ni stored of data kwa base. Kwa hiyo ni small database ambao ndio maana tunasema yenyewe ina store data kwa wingi au kwa ukubwa ukilinganisha na Excel. Lakini ukija hapa kwenye external data, kwa mfano una data zako zipo kwa Excel, umeandaa mfano, ukija hapa source, unaweza ukatafuta hapa source from nini, basi ukasema hapa zangu zipo kwenye Excel, basi utaona hizi source. Unaweza ukachagua from database yenyewe, unaweza ukachagua, yani una data zako ipo kwa Excel, unataka uziattach moja kwa moja kwenye table yako. Hapa kwenye database tool, hapa ndo tunaweza tukaona kutengeneza queries, relation. Tutaona kwamba uhusiano wa table moja na table nyingine, tutaona haya yote. Sasa moja kwa moja kama ukikata mfano kutengeneza table unafanyaje? Unakuja hapa create, kuna table na table view. Hapo kwa mfano ukija table, ina maana inakuanzishia view yake ya table kwamba ina ID na nini ambapo tutaona. Ila hapo ukija kwenye design view kwamba uanze from scratch, kama kwamba mfano sasa hapa utaweka field zako, field ambazo zitakuwa kama ni kama mfano student, utakuwa na jina la mwanafunzi, labda jinsi, hizo ndo field, labda umri na nini whatever. Kwa mfano mimi naweza nikatolea mfano hii table yangu inaitwa table ya student, ambapo kwenye student labda na student ID. Taelezea zote. Hii student ID mfano nimeandika kwa ufupi. Hapa tuna data type. Hizo ndo data type hapa. Tunaweza kusema hii ID iwe auto number. Tunaposema auto number kwamba yenyewe ni automatic. Hizo namba akitoka mwanafunzi wa kwanza kama ni 1, itakuja 2 automatic, 3 whatever the way utakuwa unaendelea kusajili, basi watakuwa wanaendelea. Lakini hapa kwenye student auto number tunaweza kuwa tuna student number. Yes, tuna student number ambayo sasa data type yetu tunataka iwe inaandika 1 2 3, isitegemei auto number tu. 1 2 3, tuseme hii itakuwa data type ni number. Kwa hiyo kitachoingia ni number tu. Lakini tuna first name mfano first name ambao data type yake tuseme ni short text au ni text, ambao hapa text inaingia namba, inaingia text yenyewe ya maandishi na nini. Kwa hiyo tunaweza tukaacha hiyo. Lakini tuna middle name na yenyewe baki text. Tuna last name na yenyewe baki text hivyo hivyo, last name na yenyewe baki text. Lakini pia tunaweza kuwa tuna field nyingine ya gender au sex, whatever utakavyotaka kuandika hapa. Sasa kwenye sex tunataka user, yule mtumiaji awe anachagua, yani asiwe anajaza. Kwa mfano hapa utakuja utafute au lookup, ambapo utaweka value za unataka achague. Mfano utakuja lookup wizard, ambapo sasa hapa kwenye lookup wizard kuna njia mbili ambazo utasema. Inasema I want to look field to get the value from another table. Kwa mfano una table ya sex, una table nyingine ya sex, ndio hapo unapofanya relation unaenda kucheck. Sasa sisi hatuna table, ndio tunaweza tukaja hapa ambapo inasema I will type in the value that I want. Type value ambazo unazitaka. Nitakuja hapa ya kwanza mfano male, au utaandika vyovyote, sex ya kwanza, ya pili ni female.
hizo ndo nataka field. Next unaweza ukazimit au ukaacha. Yes. Kwa baadaye hapa tukisearch review hii tutaona hapa tuna nani, lakini pia unaweza kuwa labda mfano na birth date kwa mwanafunzi huyo, unataka birth date mfano pap, ambapo hapa kwenye birth date unaweza kutafuta nini, date and time, ambapo unaona hapa kalenda itakuwa inakuja automatic unachagua. Lakini pia unaweza kuwa na class ya mwanafunzi anasoma darasa gani, tuseme hapa labda ni namba au ni text whatever, unaweza ukaacha. Lakini pia unaweza ukawa na phone number from hapa tunahitaji labda data type ni namba. Kwa namna hii ndio umetengeneza table. Kusave utakuja hapa imeandikwa save, utaandika labda table kwa ufupi TBL ya student. Table of student kwamba ni table ya wanafunzi. Utakwambia save na tunaona tayari imeongezeka hapa, na tukikata kwa maana tuingize data hiyo tunaona hii iko automatic. Hii ilikuwa ni auto number ambayo pia tunaweza tukaweka hii auto number ndio. Kuna kitu kiliongezeka hapa hii hapa tuliweka primary key. Unaweka primary key kwamba hiyo ndo hiyo tutazungumzia mambo ya primary key na foreign key. Kwa mfano hapa tunaona ni namba, uweke labda moja, huyu labda anaitwa Heri. Hapa ndo unapoweka data. Hapa ni view sasa. Heri labda Ramadhani. Yes, sex tunaona tunachagua tuliweka male and female. Na unaweza ukaedit. Tungeweza kulimit pale kwamba asiweze kuedit, lakini tuliweka iweze kuedit hapa. Kwa hiyo unaweza ukachagua. Tukija male labda ukija hapa birthday tunaona tunachagua tarehe hapa. Unachagua tarehe yake ya kuzaliwa, class labda tunaweka labda form 4 au form 1. Whatever, ukiweka namba sawa, ukiweka ni the way ulivyo design yako. Phone number unaona inataka namba basi 0752073410. Tunaona hapo tayari. Kwa hiyo table yetu ishachukua data inahitaji na tunaona inaweka automatic. Ukiweka hapa tena namba hii student ID yenyewe iko automatic unaona inakuja automatic kama tunavyoona. Tutaweka mwanafunzi mwingine na nini, lakini si vizuri kuweka data kwa kutumia table. Kwa kutumia table tuna take time kama tunavyoona hapo. Sio vizuri weka data kwa kutumia table. Ni vizuri kwa kutumia form, ambapo tutaona form ambayo inaweza katuongoza. Na saizi ukinani tunaona tayari inafunguka. Tukija hapa kwenye design view, kama una table tayari unaweza ukatengeneza query, unatengeneza form tunavyoona. Kwa hiyo leo tumeangalia hiyo video ya kwanza. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare video hii ili itupe nguvu ya kutengeneza video nyingi na ambazo zitakuwa zina uelekeo wa kukamilisha kazi hii yetu ambayo nimesema tunataka tujitolee tufanye hii ambayo kama sasa tunaona ipo in advance, ambayo kuna kodi na nini hapa Visual Basic tunaona, ambapo inakupa summary, ina dashboard, ina kila kitu ambacho kimsingi ndio hicho tumeona. Unaweza kuweka PDF na nini, hizo zote ni kodi ambazo ziko background ambazo zimetokea kwenye kuanzia kwenye from scratch kama tunavyoona. Welcome and karibu DB Tech.